Kwa hiyo ninyi ni wadau wakubwa sana wa TEMESA. Lakini kubwa katika mafunzo haya ni kutaka tuende sawa, sababu tumeanzisha mifumo mingi na ninyi kama wadau wetu lazima hiyo mifumo ifahamu ili tuweze kwenda sawa sawa. Lakini pia ndio inaweza ikapunguza changamoto nyingi ambazo tulizokuwa nazo. Nafikiri nyote mnafahamu changamoto kubwa sana ilikuwa ni madeni. Lakini kwa mfumo huu na serikali yetu ya awamu ya 6 kwa namna moja imeridhia utendaji wa TEMESA ubadilike. Sasa uwe malipo, kwa huwezi kumaliza kupata huduma bila kulipia. Na hili lakini kwa sababu ninyi ni wadau wetu, mimi nitazungumzia pia katika upande wa ubora wa vifaa au vipuri vinavyotupatia. Lakini mnajua kwa sasa kipaumbele chetu ni kulipwa. Ili ulipwe vizuri lazima uuze kitu kizuri. Lakini nyinyi wafanyabiashara mnajua hiyo kuliko hata mimi. Kama utauza kitu kibaya, si ndio? Utakuwa na shida kwenye kulipa. Kwa mimi rai yangu kuwaomba, nilikuwa jana naongea na wenzangu na wenzenu wengine wageni kwamba kwenye huduma zetu TEMESA, ambapo huduma yetu ikamiliki mpaka wewe tusiuze viporo. Sasa jamani, leo mko tayari tuuze viporo? Sijui kama mnaelewa vizuri. Kiporo si mnaelewa? Nyinyi ndio mzazi. Na tuuzia TEMESA, sisi TEMESA tunawapa washtili wetu. Je, nyinyi mko tayari kuuza viporo? Na tukiuza viporo kitu gani kitatokea? TEMESA ataondoka na wewe utafanya biashara. Kwa hiyo kikubwa mtupe vipuri au vifaa vya umeme au vitu vyote vilivyokuwa na ubora unaokubalika. TEMESA ina transform, lakini transformation itaanza na ninyi. Ninyi ni wadau muhimu sana. Kwa sababu ninyi ndio mnatupa, yaani product tunayouza TEMESA inatoka kwenu. Sisi tuna add value tu, lakini product ni ya kwenu. Kwa nini mkifanya product yenu kuwa nzuri, TEMESA utendaji wake utakuwa nzuri. Na sababu sasa hivi ni malipo, hakuna tena ile kukopa, watu wanakuwa na hasira sana. So unajua alizoea kupata bure. Sasa anaambiwa alipie, alafu apate huduma mbaya. Unajua kitu gani kitakachotokea? Si ndio jamani? Mwanzo nilikuwa naongea nao jana na hapa story moja kwamba kama vile nini wafanya biashara. Kama unakutana na mtu anauza chungwa tu ile shilingi 100 au 200. Anakupa chungwa unaonja inakuwa chafu sana ifanye. Nafikiri unisikie vizuri. Semusa anakuja kwako amechukua spare za milioni 10, alafu anaondoka hapa hata Dodoma afiki na gari. Si ndio? Huyo mtu anajisikia. Alafu pesa umeshachukua. Si ndio? Shilingi 100 tu ile ya chungwa umeona sio sawa. Umechukua pesa lakini alichotarajia kukipata. Si ndio? Tutakuwa tunamwangusha rais wetu na serikali yetu ambayo ilisema TEMESA fanya nini? Halipo.